Hapo zamani kulikuwa na mfanyabiashara mmoja aliyekuwa maarufu kwa utajiri mkubwa wa mali na watoto. Alijulikana nchi nzima na aliishi maisha ya upendo na familia yake. Siku moja aliondoka kwenda katika safari zake za kibiashara akiwa amepanda farasi na kubeba mfuko uliojaa tende pamoja na maji. Safari yake ilienda vyema kwa miezi miwili, na baada ya kumaliza shughuli zake alianza kurejea nyumbani. Siku ya 4 tangu aanze safari ya kurudi, alipita katika jangwa lililojulikana kwa jina la Uwanja wa Ujinini, jina ambalo lilitumika zamani sana na huenda sasa limesahaulika. Alipopita eneo hilo, aliona mti wenye kivuli kizuri na akaamua kuketi chini yake ili apate kula. Alianza kula tende na kutupa punje pembeni. Alifanya hivyo hadi alipomaliza chakula. Karibu na mti ule kulikuwa na sehemu yenye maji, hivyo akaenda kunawa mikono na kuswali sala zake. Ghafla, upepo mkali ulivuma, likatokea kimbunga kikubwa kilichoambatana na moshi mzito. Kisha likatokea jini kubwa sana. Kwa sauti ya kutisha, jini likasema, "Nitakuua kama ulivyomuua mwanangu." Mfanyabiashara kwa mshangao mkubwa aliuliza, "Nimefanya nini hata nistahili kuuawa?" Jini likamjibu kwa hasira, "Wakati ulikuwa unakula tende zako, ulizitupa punje ovyo. Mwanangu alipita eneo hili, moja ya punje zako ikampiga kichwani na akafa papo hapo. Hivyo lazima nikuue kama ulivyomuua mwanangu." Mfanyabiashara akaanza kuliomba jini msamaha. "Samahani mkuu, sikukusudia kumuumiza mwanao. Nimesikitika sana. Tafadhali nisamehe." Lakini jini likasema kwa hasira, "Hakuna msamaha. Nitakuua kama ulivyomuua mwanangu." Jini likatoa upanga wake na kuuweka tayari kwa ajili ya kumkata kichwa. Mpaka kufikia hapa, Scheherazade aligundua kuwa asubuhi imefika na sultani anatakiwa aende kuswali na kuhudhuria kikao cha baraza. Hadithi nzuri sana dada, nimeipenda kweli. Hivi mwisho wake ukoje? Mfanyabiashara atauawa au jini litamsamehe?